tunataka pale Gatonyo, tunataka Kangema, tunataka Keriaini. Hiyo towns yote kubwa kubwa tunataka tuhakikishe ya kwamba tunajenga manyumba at least 2,000 in every locality, kwa sababu nikiruka kwa ndege naona sehemu nyingi ambayo imekuwa ni mashamba ya kuzalisha chakula inakuwa na nchi kukaa. Tutakuwa na njaa zaidi if we continue using our agricultural land for settlement. We will continue to have challenges of food production, and therefore our housing, our affordable housing plan is also meant to save our agricultural land from subdivision and from settlement. So tutashirikiana pamoja na nyinyi namna hiyo ili tuhakikishe ya kwamba Kenya hii inasonga mbele. Yale mambo mengine tutawaeleza wakati tunaanza kufungua mambo ambayo ama mpango wetu. Nataka nihakikishie wakulima wetu ya kwamba partnership kati yenu na serikali ya Kenya, hiyo mmesikia mambo ya fertilizer. Juzi Deputy President kama chairman wa IBEC ameketi chini na governors. Sisi tutalete mbolea mpaka ifikie stores kidogo kidogo huko, ama ifanyike vile county government watapanga. Ile Mheshimiwa Ngoro amesema ya kwamba hata ipeleke mpaka kwa factory mahali farmer groups wako pale watachipanga na hiyo mbolea, ndio wale matapeli wasikuja hapa katikati wakaanza tena kufanya biashara na ile mbolea tumelete ambayo inafaa kuwafaidi wananchi na wakulima. Vile vile ama ya mwisho, mimi nataka muelewe ya kwamba tutashirikiana pamoja. Nimefurahi leo kufika hapa Kenol. Vile mnasikia, mara ya mwisho nilikuja hapa Kenol, tulikuta polisi amesimama juu ya madhabahu na Teargassed. Ndio mjue shetani yako na kiburi. Huyo shetani alikuwa amemea pembe sana hapa Kenya. So, lakini mimi nimefurahi ya kwamba leo tumekuja hapa Kenol. Wale ambao walifanya hiyo maneno na vile Rigathi amesema si ukweli, mimi actually I'm the one. Mimi ndio ningewaomba msamaha, kwa sababu hiyo serikali ilikuwa mimi na Uhuru ndio tulitengeneza, si ndio? Lakini tukapata wafanyikazi wengine wa kiburi na madharau na wajinga, ndio wakakuja wakapiga tear gas kanisa. Unaona ile hasara tumepata. So kwa kanisa, poleni sana. Mimi naomba msamaha kwa sababu sisi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Lakini wale walifanya hiyo mambo ya aibu, Mungu amewashusha na Mungu amewanyenyekeza, na saa hizi wanajuta mahali walipo, ili wajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni na hakuna nafasi. Vile Deputy President amesema, hakuna nafasi tena itafanyika katika taifa letu la Kenya ya kwamba tear gas itatupwa kanisani. Haiwezi kufanyika tena. We want to assure the church, we want to assure religious leaders, we want to assure every Kenyan that places of worship are sacred and no government will go and interfere in places of worship. Not my administration. We will make sure that we have respect for places of worship and we have respect for our spiritual leaders. We are going to work together because this is God's nation. Hii ni nchi ya Mungu na tunamheshimu Mungu kiasi hiyo. Ya mwisho,
Mimi nimesema yale tutafanya sisi wote